Juzi nilikuwa naangalia ofisini. Kwa mwaka huu tuna watu 150 ambao wamenunua viwanja na bado hawajafika site, hata ofisini hawajafika. You can imagine. Ase, mnafanya nini nyinyi? Mbona mnaleta wateja wengi site, alafu mna viwanja vingi? Tulikuwa na ilikuwa phase 1 na Tunisongani, viwanja kama 300. Akasema muona hawa jirani yetu wameuza, huu ni mwaka wa 3 na hawajamaliza hapa viwanja. Nyinyi tena wako mwanzoni huku, nyinyi mpo nyuma yao huku. Mmefanya nini mpaka mnamaliza hivi? Yaani unaona ni mwezi wa 3 mmeshamaliza viwanja. Mahati mmenijazia mengi pale ni saini. Bwana Tom, moja ya kitu nimenotice, miradi yenu inatembea. Miradi yenu inaenda bwana. Kwa sababu the moment mkitangazaga mtu akisikilizia miezi 2-3 nishapata complaint unaambia mradi umeisha. Lakini pia tofauti na project nyingi zingine ambazo zinatumia mbwembwe nyingi, alafu unakuta it's just zinakuwa overrated, haifiki katika miezi 6, mwaka na miradi mingine bado ipo kucompare na ninyi. Siri haswa ni nini hapo? Ni kwamba unakuwa na maeneo vidogo, viwanja 2-3 au kuna siri nyingine behind the scene ipo? Umenikumbusha siku moja mwenyekiti wa maeneo moja Tunisongani Kigamboni, yule kiongozi aliniambia, ase, mnafanya nini nyinyi? Mbona mnaleta wateja wengi site, alafu mna viwanja vingi? Tulikuwa na ilikuwa phase 1 na Tunisongani, viwanja kama 300. Akasema muona hawa jirani yetu wameuza, huu ni mwaka wa 3 na hawajamaliza hapa viwanja. Nyinyi tena wako mwanzoni huku, nyinyi mpo nyuma yao huku. Mmefanya nini mpaka mnamaliza hivi? Yaani unaona ni mwezi wa 3 mmeshamaliza viwanja. Mahati mmenijazia mengi pale ni saini. Mnafanya nini? Ni kitu inanifurahisha. Well, Stan, unajua kwenye ardhi watu wengi wanafanya kama biashara. Sasa ukiifanyia tu kibiashara, unajua ardhi ni huduma. Wengi wameikimbilia kwa maana ya biashara pekee. Sisi tumeamua kubaki kwenye huduma. Well, ni kweli tunauza ardhi, lakini tumejikita kwenye huduma zaidi. Kwa nini nasema hivyo? Naweza nikakubaliana na wewe kwamba labda ukitoa halmashauri kwa kuuza viwanja haraka, sisi tunafuata Lapex Properties. And one among my target, au our target, tunataka tuipite halmashauri. Ofisini watu wanasema, bosi, nataka tuipite halmashauri. Unaona ukienda kwenye Tausi, mfumo wa Tausi, viwanja vinaisha ndani ya muda mfupi vya serikali. Ndio nataka Lapex iende huko. Ndio maana nawaambia hata wauza viwanja wenzetu kwamba sisi hamtakiwi hata kutufikiria, kwa sababu we are not even thinking about you guys. We are not even competing with you guys. Yaani target ni kuwa bora kuliko halmashauri. You can imagine. Hiyo ndio lengo. Na kwa nini iko hivyo? Ni kweli tunauza viwanja kwa muda mfupi kwa sababu kwenye viwanja watu hawanunulii viwanja kwa sababu eti eneo ni zuri, sijui eneo sijui ni nini. No. The first thing, watu wananunua ardhi ni trust. People trust us. Tunaaminika sana sokoni. Yaani ukitoa halmashauri, sisi ndo kampuni pekee inayotoa hati kwa wakati, kwa muda mrefu. Tumekuwa na hiyo consistency. Sisi ni watu ambao tunakuwa na miradi ya kimkakati, inaisha mapema. Hauji kusikia sijui wateja wamehamishwa, sijui ile eneo lina mgogoro, huji kusikia mambo kama hayo. Kwa hiyo limefanya watu wengi watuamini. Kwenye kutuamini huko, watu wananunua hata bila kufika site. Juzi nilikuwa naangalia ofisini. Kwa mwaka huu tuna watu 150 ambao hatujuani nao, hawajai hata kufika site wala ofisini kwetu. 150 ambao wamenunua viwanja na bado hawajafika site, hata ofisini hawajafika. You can imagine. Watu wako New York, watu wako Njombe huko, watu wako Mwanza, watu wako Guangzhou, watu wako London, hawajai kufika Lapex Properties, hawajai kufika site, ila wamenunua viwanja Lapex Properties. Na wote wamekuwa recommended kwamba mimi pia niko huku, nimenunua viwanja kule, lakini nilivorudi nilienda nikapata hati yangu hii hapa. That is trust. Kwa unaweza kuona kwamba watu wanatuamini kwa sababu tayari kuna wenzao 2, 3, 4 walifanya huduma kwetu, haina shida yoyote na wakapata hati miliki. Yaani kuna kitu na kifurahia kwamba kuna watu wako London, hawajai kufika site, hawajai kufika ofisini, lakini hati zao as we speak ziko Wizara ya Ardhi. Wanasubiri tu siku wakija Dar es Salaam waende Wizara ya Ardhi wakachukue hati miliki na wamenunua kwetu. You can imagine. Kwa hiyo moja, uaminifu ndio unafanya sisi
tunauza viwanja vingi kwa muda mfupi. Lakini pili ni kwamba kama nilivyosema, sisi hatufanyi biashara tu, sisi hii ni huduma. Ukiangalia miradi yetu mingi tunafata standard ya upimaji, because I'm a surveyor. Unajua kampuni nyingi labda viongozi wao sio wataalamu, mimi ni mtaalamu. Alafu I'm proud nimefundishwa surveying na gwiji wa masuala ya upimaji Tanzania, anaitwa Eugene Silayo marehemu. Nimefundishwa na yeye. Kwa hiyo alikuwa rafiki yangu sana, inawe kwamba alikuwa ananifundisha misingi ile ya upimaji. Kwa hiyo nimejikuta hata kwenye miradi ya Lapex Properties lazima nizingatie ile standard ya viwango vya upimaji wa ardhi. Ukiangalia barabara za miradi yetu, barabara kubwa kabisa, ukute si barabara si za mita 3, si 4, si 5, you won't find. Huwezi kukuta sisi mradi wetu na barabara za ukubwa huo. Sisi barabara ndogo kabisa ni mita 15. Labda hiyo sasa tumenunua ule mradi ambao umepimwa, amna ni mita 10. Lakini sisi miradi yetu yote ambayo tunaanza kupima sisi, barabara ya mtaa ni mita 15 kwenda mbele. You can imagine kwamba unanunua barabara kubwa. Sasa wenzetu wanaamua kwamba okay, ili eka itoe viwanja vingi lazima tufinye barabara. Sisi hatutaki hicho. Sisi tunataka kwamba this is a neighborhood. We feel proud kuona neighborhood zetu zimejengeka kisasa. Hiyo ndio shauku yetu. Kwa hiyo sisi tumejikita kwenye kufuata misingi ya upimaji na sio biashara. Ni moja ambalo linatufanya watu wanatupenda sana. Lakini jambo jingine na la tatu ni kwamba huwa napenda kuambia watu ofisini kwamba kabla hatujapeleka mradi sokoni, tujifanye sisi ndio wateja. Unaweza ukakaa hapo? Yaani ashumu wewe ndo kabla hujanunua au hatujatangaza, mteja hajaja, wewe unaweza kununua hicho kiwanja? Sasa hiyo ya kujiweka kama mteja imefanya tu tuna miradi mizuri na ya kimkakati sana, kwa sababu tunazingatia kwanza accessibility, ufikaji wa site. Kipindi chote, mvua zinanyesha, mvua zinyeshi, eneo linafikika, barabara zinafikika. Lakini pia we are the only company ambayo tunapelekaga umeme na maji site moja kwa moja. Angalia miradi yetu ya Kimbiji huko, Buyuni huko, bro, tunapeleka nguzo za umeme, tunapeleka maji. Yaani kwamba mteja akija avutie umeme kutokea hapo. Sio eneo ambalo lote hamna kabisa huduma za kijamii. Hatufanyi hicho kitu. Kwa hiyo hata eneo likiwa countryside kiasi gani, tunachojitahidi ni kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii. Kwa hiyo hilo jambo limewavutia watu wengi sana kuona kwamba okay, maji hapo, umeme upo. Bana, hata kama sijengi sasa hivi lakini naweza nikafuga. Hata kama sijengi sasa hivi mlinzi wangu anaweza kaa hapa bana akanilimia matikiti na nini nikamwagilia. Hivyo ni vitu ambavyo vinafanya watu watukimbilie. Lakini kubwa zaidi ni hilo nilosema la awali, ni trust. Watu tunanunua viwanja halmashauri sio kwa sababu eti halmashauri wana viwanja vizuri, ni kwa sababu tunaiamini halmashauri. Same kwa Lapex Properties. Watu wananunua viwanja Lapex Properties kwa wingi kwa sababu wanatuamini. Na sisi hatuwezi kuruhusu imani yao ife kwa jambo lolote lile. Ndio maana inapotokea labda changamoto yoyote, we are ready to spend a lot of money, a lot of time in case, ili tu kutoa hiyo changamoto mteja asifeel vibaya. Ndio kitu ambacho kinafanya watu wengi wananunua viwanja. Na kutolea mfano, tuna kitu ambacho hamna kampuni inaweza ikatoa nchi hii. Kwa mfano wewe ni diaspora au uko nje ya Dar es Salaam, umelipia kiwanja, aidha ulimtuma ndugu au umetuamini sisi. Siku ukija wewe mhusika mwenye kiwanja na haujaipenda hiyo site, just imagine we give you 3 options. 1, tunakubadilishia site, nakupa site nyingine. 2, tunakufanyia top up. Labda okay, ulikuwa Kigamboni au ulikuwa Mabwepande, nao sasa umekuja hujapapenda Mabwepande, tuna Mbweni. Okay, Mbweni hapo unaweza kutuongezea kiasi fulani. 3, kama haujapapenda tunalifan. Kampuni gani inaweza kufanya hicho kitu? Kwa hiyo ni kitu ambacho we are not business oriented. Sisi ni service. Yaani tuna mteja wetu afurahi. Hiyo ndio kitu ambacho tunakiconsider. Kama mteja amefurahi, ni kitu ambacho ni very rare sokoni. Kwa hiyo imetuweka kwenye position ya watu kutuamini zaidi. Lakini jambo jingine ambalo linavutia watu wengi ni kwamba ukinunua kiwanja Lapex Properties, ikatokea umepata changamoto leo na ukataka kukiuza hicho kiwanja kwa haraka,
we recommend you kukileta ofisini na sisi tunakinua immediately. Utapata wapi hiyo service? Kwa hiyo sisi ni combination ya vitu vingi ambavyo watu wanavipenda. Ndio maana tukitangaza mradi, tunamshukuru Mungu, inakimbia haraka sana kwa sababu ya trust na hayo mazingira yote na hizo service ambazo au privilege ambazo tumezipa kipaumbele kwa wateja wetu. Kwa hiyo mimi nadhani wanao sababu ya kutuchagua sisi na si wengine, au kukimbilia miradi yetu kwa sababu ya vingi tunavyoviofa. Ndio maana ukienda hata kwenye miradi yetu ya nje ya mji unakuta watu wamejenga. Nimewahi kuonesha, angalieni kwenye page yetu utaona tumeonesha miradi yetu ya nje ya mji, watu wamejenga. Kiangalia pale Kimbiji Gorani pamejengwa kisasa. Angalia pale Kijaka pamejengwa kisasa. Angalia kule Mabwepande kule kwenye msitu kabisa kule, watu wamejenga. Angalia Bagamoyo, watu wamejenga. As we speak, tunaenda kuanzisha mradi moja very strategic unaitwa Urban Farm pale Fukayosi. Bonge moja ya mradi ambao ni zaidi ya eka 250. Tuna eka 400 pale, lakini tumeselect eka 250 kwa ajili ya urban farms tu, not viwanja. Kitu ambacho watu haijai kutokea kwenye hapa Dar es Salaam, kuwa na mradi wa mashamba tu alafu unapata na hati. Yaani tumetengeneza blocks kwa ajili ya watu kufuga, kulima, alafu unapata na hati kubwa ya Wizara ya Ardhi. Watu washazoea zile hati za kimila. Lakini this time around we have planned and surveyed, then tutatoa na title deed. You can imagine. Ni ubunifu lakini ni huduma. Kwa hiyo tunao mengi ya kufanya watu watuamini, lakini pia inatupelekea sisi kuuza viwanja kwa muda mfupi sana.